Sema tena amina. Sema tena amina. Endelea kujibu. Tunaenda kumaliza mwaka. Sema tena amina. Sema tena amina. Tunaenda mwisho wa mwaka. Tuna malengo mengi ya mwaka unaokuja. Lakini nataka nikwambie kitu. Na Mungu anaisisitiza nikufundishe. Sema tena amina. Umeweka alama gani kwenye ufalme? Yaani kila kitu kitakachokukumbusha. Wakati kuna wenzetu wamepigwa risasi, wamekufa. Kuna watu hapa hatuitoi hospitali. Kuna watu hatujaenda kulaza hospitali. Baada ya kufika kipindi hiki, unaweka alama gani kwa Mungu? Ili mwaka unaoenda, Mungu imkumbushe kwamba 2025 mwanangu alifanya hivi kwenye ufalme. Unaweka nini? Ili siku Mungu nimwambie nilikufanyia hiki 2025. Tuna malengo, tunatamani tupate nyumba, tujenge, tufanye. Kabla hujafanya vyapa, Mungu umemfanyia nini? Kila mtu ana malengo ya kwake. 2025. Natamani nifanye moja mbili tatu. Kabla hujafanya, ni kweli unaweza kufanya hapa. Kwenye kitabu cha Mathayo, kuna mtu mmoja anasema alikusanya vitu. Akasema nina mazao ya kutosha, nina kila kitu. Sasa hizi ni kula na kulala. Biblia inasema, Mungu akasema mpumbavu, Yesu anaitaka roho yako sasa. Yaani pamoja na kukusanya hazina zako, Yesu anaitaka roho yako. Tunaenda kufunga mwaka. Mungu amekupa uhai. Haijalishi umepata nini, ili nani kwa unafanya nini kwenye ufalme. Sio kitu akwambia mchungaji cha kufanya. Nilisema sikiliza sauti ya Mungu anataka kufanya nini. Kumbuka wewe ni kama amewapokea watu, amewaficha. Wanasema kama babaye atakuja, tutakapokuja kupiga kwa sababu umetutolea dirisha. Funga haraka. Ili tukumbushe kwamba kuna mtu akipitisha. Wewe unafunga nini? Unaacha alama gani kwenye ufalme? Maana tutaki tuvuke mwaka kama tulivyo. Anatamani tuwe na ushuhuda. Wale tununua viwanja tusishie kununua tu viwanja. Tunatamani tununue viwanja tujenge. Sema tena amina. Sema tena amina. Na kununua uwanja ni kitu kingine, kujenga ni kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna watu wanunua viwanja wanaishia kujenga misitu na wakumalizia.
unaweka alama gani kwenye ule ufalme, ili unapoingia mwaka yale unayokutana nayo sasa usikutane nayo mwaka ujao. Kila mmoja anajua na malengo ya kwake, ili maisha yako yabadilike. Weka alama kwenye ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sema Mungu nisaidie. Sema tena Mungu nisaidie. Niko hapo shuhuda juzi nikamwambia. Nimevamia ofisi ya mama mchungaji bwana. Niliomba sementi kwenye ujenzi wa choo hapo. Nikamwambia bora ninaenda. Mimi natamani niweke alama kwenye ufalme wa Mungu. Ndio maana kama jenga choo usiku mtu. Tukapikishana kelele na mtu. Sema tena amen. Sema tena amen. Baadhi ya watu waliwashirikisha wakatoa sadaka zao. Zilisaidia kulikuwa mafundi. Ni haramu. Bwana mimi nikapigana kwa Mungu niwekeze. Nimetoa shukrani kwenye kongamano. Waimbaji wale wanakwaya wanakuja. Kila kwaya nione imekuja. Ingaje tu bure. Wameondoka na baadhi. Sasa tumesema tu Bwana awabariki. Mimi sikufundishwa hivyo. Tulikuwa na kwaya ngapi? 3. Sema tena mimi. Acha waimbaji ndio kuna naimba, acha wapiga vyombo wale wanakuja hapo. Mimi nilifundishwa mtu akihudumu madhabahu nilimpa. Japo ni zamani nilifanya kwa ukubwa. Kila kwaya angalau ni wapa na uti na chakula na nusu. Unaweza kuandika kongamano limetumia hela. Hapo kuna mtu wewe 25. Ili kesho tukiwaita usikatae kuja. Sema tena amen. Sema tena amen. Lakini pia ni laana ukimwita mgeni akahudumu kwenye madhabahu usiachilie sadaka, ni laana, anaondoka na baraka alikuja. Sema tena amen. Sema tena amen. Sitoi kwa sababu ni mchungaji na mimi natamani niweke alama ya kuvuka na kwenda mwaka mpya. Sema Mungu tusaidie. Sema tena Mungu tusaidie. Kwa kuna vitu tunaweza kuombeana hapa, tunaweza kuombeana. Sikiza. Sadaka ya haraka ina nguvu kuliko maombi. Sema tena amen. Sema tena amen. Ina nguvu kuliko maombi. Unapofanya kitu kwa ufalme wa Mungu, haufanyi kwa ajili ya mchungaji. Unafanya kitu kwa ajili ya vizazi na kizazi chako. Ndio maana hapo anasema wazazi wangu na ndugu zangu wataokoka wapige salama kwa ajili ya sadaka yangu ya kuwaficha. Yaani watu wengine watakuwa salama si kwa sababu ni maana, kwa sababu ya ile sadaka ya mimi kuwaficha. Bwana Yesu. Sema Mungu nisaidie. Sema tena Mungu nisaidie. Tuko mwisho wa mwaka. Lazima kila mtu binafsi muende Mungu wako. Mwambie natamani niweke alama kwenye nyumba yako, kwenye ufalme wako. Inauma, lakini ukifika mwisho mwambie Mungu nimefanya hivi. Lakini tangu ni raha ni kufika mahali fulani. Kuna vitu watu wa Mungu nimejifunza kwao. Kuna mambo natamani sana yatokee kwao. Unaweza kutumia nguvu na yasitokee. Lakini Mungu akiamuru yatokee, ni mepesi. Mepesi sana. Yeye
yanaingia kwa akili zao. Mungu akiruhusu yatokee kwako, inakuwa mepesi. Sema Mungu nisaidie. Sema tena Mungu nisaidie. Sema tena Mungu nisaidie. Anasema pale kwenye dirisha lililoshushwa ndipo tafunga alama. Tulipopitia nasema tushushia kwenye dirisha, weka alama kwenye dirisha ili tunapokuja kuharibu tuangalie alama wewe. Hiyo alama itatukumbusha tusivunje agano la alama. Kabla mipango yako haijasimama